Kama hauna akiba ya pesa kabisa, unajikuta ni mtu mwenye mawazo, mwenye huzuni, unawaza kwa sababu unajikuta una majukumu mengi sana, lakini akiba ya pesa hauna pesa ambayo inaweza kukidhi mahitaji yote ambayo unakuwa unahitaji. Na mara nyingi kama hauna akiba ya pesa inaweza ikawa ni kwa sababu tofauti tofauti. Wakati mwingine ulikuwa na pesa lakini ukaitumia vibaya, kwa hiyo imeisha. Lakini pia unaweza kukuta uliumwa au ulikuwa unauguza, kwa hiyo pesa zote zikawa zinatumika kwenye mahitaji, ukajikuta sasa hivi kwamba hauna pesa nyingine. Lakini wakati mwingine pia labda haukuwa na chanzo cha kipato ambacho kinaeleweka au ambacho ni cha kudumu, kwa sababu unakuta huna pesa na hauna chanzo cha kipato cha kueleweka, kwa hiyo unakuta ni ngumu wewe kuweka akiba. Kwa hiyo huu si wakati wa kuwaza au wa kuona aibu au wa kutafakari kwamba mimi itakuwaje, bali ni wakati ambao unatakiwa uamue kusema kwamba kweli nilikuwa sina akiba, lakini kuanzia sasa hivi ninakwenda kuanza na kutoka pale ambapo nilikuwa sina akiba, na nitaenda mpaka nitakuwa mtu ambao nina pesa tayari ama nina akiba ambayo ipo. Kwa hiyo kama umeshajua kwamba mimi sina akiba na ukajifunza ukasema hapa ni kama funzo, kwa hiyo natakiwa nihakikishe kwamba napata akiba au naweza kuweka akiba yangu, na ukaamua kwamba mimi nataka kuanza kuweka akiba, basi hii video ni kwa ajili yako. Angalia mpaka mwisho, kwa sababu tutaambiana au tutaelekezana njia rahisi za kutusaidia kuweka akiba au kuhakikisha tunayo akiba hata kama ulikuwa hauna kabisa. Hii njia itakusaidia, angalia mpaka mwisho. Pointi ya mwisho ni nzuri sana na itakusaidia na itakujenga. Hii ni Talk with Jasmine na tunajifunza zaidi kuhusiana na masuala ya fedha binafsi, namna gani ya kupanga budget, namna gani ya kuweka akiba, namna gani ya kubana matumizi, na namna gani ya kuondokana na madeni. Pia tunaelekezana namna ya kujenga maisha bora. Kama na wewe ni mpenzi wa haya masuala, usiache kusubscribe kwenye hii channel, like video zetu na share na watu wengine. Twende moja kwa moja kwenye mada yetu ya leo. Jambo la kwanza kabisa, unatakiwa kutambua hali yako ya sasa hivi, kwamba sasa hivi una hali gani. Je, una pesa ama hauna pesa? Una nini? Unamiliki nini? Kama unajua kabisa mimi sina chochote, unajua kabisa mimi sina kazi, basi hapo ndo pa kuanzia, kwamba unatakiwa utafute kazi au utafute kitu cha kukuingizia kipato. Kama hauna kazi, ni lazima utafute kwanza kazi ili uweze kupata kipato ambacho kitakusaidia kuhifadhi hata kidogo. Jambo la pili, hakikisha unatambua kwamba pesa zako zinaenda wapi. Kama wewe ni mtu ambaye ulikuwa na pesa na sasa hivi huna akiba kabisa na pesa uzioni, lazima ujitafakari kwamba pesa zako zinaenda wapi. Je, unatumia kupita kiasi au unatumia tu bila kutambua pesa zinatumikaje? Lazima ujitafakari wewe mwenyewe. Unajua kwamba mimi sina akiba ya pesa, lakini je, hizi pesa nazitumiaje? Pesa zangu huaga nazitumiaje? Ukishapata hilo jibu, utajua hata pa kuanzia. Jambo la tatu, weka malengo. Jiambie kwamba wewe unahifadhi kiasi gani na kwa ajili gani. Ukiwa na malengo yatakusaidia sana. Malengo ni siku zote ni dira ambayo inakuelekeza kwamba utaelekea wapi. Na ukiwa na malengo ni rahisi sana kuweka akiba, kwa sababu inakuhimiza na inakupa ile munkari kwamba mimi lengo langu nataka nilifikie. Kwa hiyo hakikisha unajiwekea malengo. Mimi nitaweka shilingi 1000, mimi nitakuwa naweka shilingi 5000, lakini kwa ajili gani? Ukifikiria lile lengo lako ambalo unatakiwa kufikia, utakuwa na hari na hamu ya kuweka hiyo pesa, kwa sababu unataka lengo lako litimie. Kwa mfano kama mimi nina malengo madogo tu, nahifadhi kila 500 ninayoipata. Yaani kila chakula ama nikinunua chochote, ikibaki shilingi 500 mimi nahifadhi. Na sasa hivi nina 500 nyingi sana. Hizi ni shilingi 500 ambazo nimeziweka na bado naendelea kuzihifadhi, kwa sababu sitaki kudharau hata kidogo. Kwa hiyo unakuta hizi 500 mara nyingi nazihifadhi zifike nyingi. Jambo lingine, ili uweze kuweka akiba ya fedha, hakikisha unatengeneza budget. Kama hauna budget kabisa, hakikisha unatengeneza bajeti yako. Budget mara nyingi itakusaidia kupata pesa ya kuweka akiba, kwa sababu pale kwenye bajeti yako utaweka kipengele cha savings ama cha kuweka akiba. Kwa hiyo hakikisha unatengeneza bajeti yako. Haijalishi uko mwenyewe au una familia, lakini utatengeneza bajeti yako mwenyewe ambayo unaona inakufaa kuendana na maisha yako. Alafu pia utapata kipengele cha kuweka akiba ambayo itakusaidia sana. Ukipata kipato chako, unajua kabisa mimi akiba yangu ni kiasi kadhaa, utakuwa unahifadhi. Jambo lingine, usidharau hata kama ni kiasi kidogo. Usiseme hichi ni kidogo, ngoja nikianza kupata kikubwa ndo nitaweka akiba. Hapana. Hicho kidogo anza nacho. Unaona kama mimi nahifadhi hata 500. Kuna wakati nilikuwa nahifadhi 2200,
na zilikuja kunifaa sana, lakini sasa hivi nahifadhi 500. Usidharau 500, lakini wewe unaweza kuanza na kile ambacho unakiweza. Usidharau hela ndogo, hifadhi, baadaye itakuwa kubwa, utafanya kitu kingine ambacho kitakusaidia. Kwa hiyo akiba itakusaidia baadaye, na akiba ni muhimu sana kwa sababu unaweza kupata emergency. Saa nyingine huna pesa kabisa, lakini unakumbuka kwamba nilikuwa na kiasi fulani, utaenda utatoa, utafanyia vitu vingine. Na jambo la mwisho, hakikisha hauachi kuweka akiba kwa sababu tu ya changamoto. Maisha yanakuwa na changamoto za hapa na pale, na unaweza kupitia changamoto ambayo ikakusababisha ukashindwa kabisa kuweka akiba, lakini unaweza kuwa umeshindwa mwezi huu au umeshindwa mwezi unaofuata, lakini mwezi unaofuata endelea. Usitoe ile akiba kwa kusema tu basi bwana mimi siwezi tena, labda nitaanzaga siku nyingine. Hapana, iache akiba yako, alafu hiyo miezi uloshindwa kuweka au hizo siku ambazo umeshindwa kuweka akiba yako, achana nazo, utaanza kuweka tena. Kama ni mwezi mwingine, kama ni siku nyingine, utaendelea kuweka na siku zitasonga na hatimaye utaona matunda ya pesa zako. Kumbuka tu watu wengi ambao wana akiba nzuri sasa hivi, so wote walianza na pesa nyingi sana au walianza na mahela mengi. Wengine walianza na pesa ndogo. Hela kidogo kidogo tu unahifadhi, pesa ndogo ndogo tu unahifadhi, na baadaye inakuwa kubwa, unafanyia vitu vyako ambavyo unatarajia wewe mwenyewe. Kwa hiyo usikate tamaa, usichoke. Hauna akiba kabisa, lakini jiwekee malengo kwamba naanza na nitafanikisha. Hauna akiba yoyote, lakini mwisho wa siku utahakikisha kwamba unakuwa na akiba. Kwa hiyo usikate tamaa, endelea kusonga mbele na utafikia lengo lako la kifedha. Sasa ni wakati wako, niambie hapo kwenye comments kama ungeanza kuweka akiba leo hii, je, ungeanza na kiasi gani? Mimi ni Jasmine, tukutane katika video ijayo. Bye.